Akizungumza katika zoezi la kutoa zaka manispaa ya Morogoro, mwenyekiti wa taasisi ya TAUZACTA mkoa wa Morogoro, Sheikh Juma Kitunga, ameeleza kuwa watu wenye mahitaji ni wengi licha ya wao kutoa msaada katika kipindi hiki cha sikukuu ya Eid al-Fitr, lakini bado watu hao wanahitaji zaidi katika maisha yao ya kila siku, huku akiongeza kuwa zaka yao haitazami dini wala kabila, bali mtu yeyote mwenye uhitaji huo. Nipende kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mtukufu, Mungu wa rehema, na kuwashukuru ndugu zetu wafadhili walioleta sadaka hii kama zakat fitri kwa ajili ya kufurahia sikukuu ya Eid. Alhamdulillah, kama mlivyoona makundi mbalimbali yamefika hapa katika ofisi hizi, wamekuja kuchukua msaada huu kwa ajili ya kufurahia sikukuu. Cha kuzungumza kikubwa hakuna, bali ni kuombea dua wale walioleta, kwa sababu ni taasisi ambayo imejipambanua zaidi kuandika makundi maalum baada ya kuona kwamba jamii ya watu wengi imesahau makundi mbalimbali. Imewasahau wajane, imesahau kama kuna mayatima, imesahau kama kuna wazee wasiojiweza, jamii imesahau kama kuna walemavu, wote wanatakiwa kusaidiwa. Kwa upande wake, mkurugenzi wa TAUZACTA Taifa Abdulaziz Abdi na makamu mwenyekiti Sheikh Mbaya Kaliango wamesema kuwa wapo wadau ambao wanaweza kuleta zaka zao katika taasisi hiyo na zikawafikia walengwa, huku wakieleza kuwa katika taasisi hiyo wanakabiliwa na changamoto ya usafiri na kushindwa kufikia mikoa mingine, kwani mpaka sasa wameongeza mikoa mitatu ambayo ni Geita, Tabora na Katavi tangu kuanzishwa kwa taasisi hiyo mwaka 2016. Toa wito tu kwa watu ambao waliokuwa wanashika nguvu taasisi ya ukumbusho wa zaka katika mwezi mtukufu wote mzima wa Ramadhani, kwamba Allah yupo, wasifikirie Allah basi ameondoka na Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani umeondoka, mambo ya kheri yapo, na hawa wahitaji wapo, walemavu wapo, mayatima wapo, wamama wajane wapo miezi yote. Kwa hiyo mlango uko wazi. Nje ya Ramadhani watu tunawaomba waje waiulize taasisi hii katika makundi ambayo inamiliki wana shida gani. Kuna walemavu wengi wanahitaji vipando vyao, kuna mayatima wanahitaji, kuna mambo, kuna changamoto chungu mzima. Changamoto za kwanza, kama mnavyofahamu, jengo hili kweli nimetolewa wakfu, lakini kama unavyofahamu hapa ndio tuna makao makuu ya wilaya, hapa tuna makao makuu ya mkoa, hapa tuna makao makuu ya taifa ndani ya chumba kimoja. Hii tayari shako ni changamoto, na tuna viongozi wengi, viongozi wa taifa, viongozi wa mkoa, viongozi wa wilaya, lakini pia tuna viongozi wa makundi ambao tunasema ni viongozi wa kata. Wote tunakutana kwenye chumba kimoja. Hiyo changamoto ya kwanza. Kile changamoto ya pili, tatizo letu kubwa ambalo linatugusa ni usafiri. Usafiri ni kitu kikubwa sana na kinasababisha kwamba taasisi inadumaa, kwa sababu unaweza kuona kwamba imesajiliwa toka 2016. Kwa nini mpaka sasa hivi hamjafikia mikoa mbalimbali? Ni kwa sababu huduma haziwafikii kulingana na rasilimali. Usafiri hatuna. Hata hivyo, wanufaika wa zaka hiyo ambao ni walemavu, wazee, watoto yatima, wajane na watu wanaoishi mazingira magumu, na baadhi yao wamepongeza na kushukuru taasisi hiyo kwa kuwakumbuka. Mimi nashukuru kwanza wafadhili, Mwenyezi Mungu awajalie salama kwa taasisi yetu hii. Kwa kweli naomba wafadhili watujue, watufikishie hapa. Tuna wazee kama sisi hapa, tuna wajane, tuna walemavu, tunategemea hapa. Kwa hivyo tunaomba wafadhili watufikishie vifaa kama hivi. Tunawashukuru kwa rehema za Mwenyezi Mungu, awajalie salama. Tumefurahi sisi ambao hali zetu za chini, tumefurahi kuwa pamoja na mmetuona tunakuja hapa tumepata. Nashukuru Mungu sana. Ushauri wangu ni kwamba mtu yote ambaye mwenye uwezo wa kuweza kusaidia watu kama sisi hapa aje, kwa sababu watu wenye uhitaji maalum wako wengi. Claude Ndalama, Abud TV.